Mambo yanaendaje lakini? Mambo safi. Kwanza unajisikiaje kuwepo kwenye kupigiwa simu ile kupokea simu kwamba wewe ni mmoja kati ya watu pia ambao utashiriki kupitia kwenye ile kundi la Simama Uende? Mimi najisikia vizuri, na kwa sababu maono pia ni kukaa pamoja, na ni kitu napenda sana kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo baada ya kupata hii taarifa kwa dada Sara, nikajisikia vizuri sana na nikawa niko tayari, nikawa nipo na ndio tuko hivi tunaendelea. Kabisa. Kuna ile ukipigiwa simu na hata kwenye maisha kawaida kabisa, ukipigiwa simu kama kuna mchongo au sio, kuna namna fulani hivyo unaanza kuhoji kwamba itakuwaje hivi na hivi na hivi na hivi. Ulipopigiwa simu alipokupa zile ABC kuhusiana na kuwepo kwenye hiyo crew ya Simama Uende, wewe binafsi kuna chochote kile ambacho ulihoji, kuna chochote kile ambacho ulitaka kujua? Nataka kujua reaction yako, how was it like? Kwa sababu Sara namfahamu, nimekutana naye mara kadhaa katika huduma hizi. Sasa kwa moja kwa moja nilijua lengo lake ni nini. Kwa hiyo sikuwa na maswali mengi, sikuwa na cha kuhoji sana, kwa sababu tayari nia nishajua ni kukaa kwa pamoja, kufanya kazi kwa pamoja, na lengo kuleta mapinduzi kwenye muziki wa Injili na kuwaleta watu wengi pia na kuitambulisha Dodoma pia. Unajua sisi tuko Dodoma hapa, ndio makao makuu ya nchi. Kwa hiyo linapokuja wazo kama ile kutoka pamoja kama waimbaji, linakuwa na matokeo makubwa baadaye. Kwa hiyo mimi naangalia ile matokeo, ndio maana Sara aliponipigia simu sikuwa na kujaji wala kufanya nini chochote, nikasema niko tayari, mguu sawa. Simama Uende ndio habari ya mjini hiyo. Kuna namna labda hamkuoji kuhusiana na jina na chochote kile? Unajua jina ambalo mnakuwa nalo linaakisi kitu fulani, inawezekana kaa kwenye maisha au vyovyote vile. Yani mara nyingi watu huwa wana brainstorm haya majina kwa ajili ya kitu fulani, kwa maana kwamba hata ukiulizwa kwamba Simama Uende maana yake ni hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Uelewa wako ni upi kuhusiana na Simama Uende wewe binafsi? Kitu kikubwa ambacho tumekiita hivi kwa maana nini? Licha ya kwenye huduma, lakini pia kuna watu wengi wamekaa kwenye maisha, kwenye kibiashara, kwenye afya, kwenye masomo, kwenye vitu vingi. Unajua dunia leo watu wanakata tamaa sana. Kwenye mahusiano, kuna vitu vingi vinakatisha tamaa. Lakini tumekuja na kauli mbiu yetu kwamba Simama Uende. Maana hata kwenye maandiko matakatifu Biblia inasema simama, maana kazi hii inakuhusu wewe. Wakati mwingine inasema mwenye haki akianguka mara 7 anatakiwa afanye nini? Anatakiwa ainuke na aende. Kwa hiyo ndio maana tunasema Simama Uende, maana yake usikate tamaa. Na ndio tumeimba hicho kitu kwamba usikate tamaa. Na tumeimba hizo verse kwamba mwenye haki akianguka ainuke. Kwa hiyo inawezekana mtu anaumwa, ni mgonjwa, lakini bado anatakiwa asimame aende. Mtaji umeisha, anaona kwamba labda ndio nimefika mwisho. Hapana, sio mwisho hapo. Madamu upo, na sisi tuko Dodoma Central kabisa, center hapa, tunasema Simama Uende. Na ndio maana kupitia TV mimi na enjoy sana kuambia Watanzania, dunia, watu wa Dodoma na Watanzania na ndugu zangu wengi kwamba kauli mbiu ya kipindi hiki tumeamua kuambia watu wasimame waende. Sio muda kukata tamaa kwenye jambo lolote. Madamu ni jambo jema, linaleta utukufu kwa Mungu, watu wasimame waende. Watu wasimame waende. Okay, sawa. Makundi yanaanzishwa na kuwa moto sana. Kadri siku zinavyozidi kwenda, kuna namna fulani hivi ni kama baadhi ya members unaweza kukuta kama wanakuwa exclude. Vitu vinakuwa vingi sana. Mtu kama alikuwa na participate ana offer 100% ya contribution yake, kuna namna fulani hivi anaanza kupungua. Bana, hebu fanyeni tu. Unajua tena ni majukumu mengine huko nini, sitakuja hapo. Kuna zile challenges hapa na pale zinajitokeza ambazo kiashiria chake it's like hakuna muendelezo mzuri. Mmejipanga vipi na vitu kama hivyo? Kitu kikubwa kinachosababisha watu waanguke ni kujiinua, kujikweza. Na mtu mmoja kujiona ni bora kuliko wengine. Na ndio maana kwenye kundi hili la Simama Uende, watu wa namna hiyo mapema kabisa hawatakiwi. Kwa sababu kiburi kinaleta majivuno, mtu anajiona kwamba yeye ni bora, kwamba bila mimi pale hawezi kwenda. Lakini kwenye Simama Uende, yoyote anaweza akatoka na kundi likaenda. Kwa sababu tumejipanga. Na siamini kabisa kwamba kwa hao ambao tuko hapa kama kuna mtu anaweza kuwa na moyo huo. Kwa sababu pia tuna ratiba za maombi, tuna ratiba za kujifunza neno la Mungu, tunajifunza vitu vingi, na tumeona kwamba makundi mengine yamevunjika ni kwa nini? Ni tamaa pia. Kwa sababu mtu mwingine anaona kabisa kwamba labda imekuwa hivi tamaa zile na nini, lakini sisi tumejipanga kuhakikisha hivi vitu vyote havitokei. Na pia naweza nikaongea hata kwa watu wengine pia ambao wanajifikiria kuwa na kutengeneza umoja. Unapokuwa na umoja unapigwa sana vita. Na ndio maana hata Bwana Yesu, sisi wa Kristo, maombi ya mwisho ya Yesu alisema na waombea wawe na umoja kama tulivyo mimi na Baba. Na kwenye umoja
I say chochote kinawezekana kabisa. Tukikaa pamoja jambo lote linawezekana. Na kama tulivyoamua Dodoma, hawa watu wasimama uende watu 11 hawa. Maana yake tunaamini mabadiliko makubwa sana, sio Dodoma tu. Kwa sababu hapa ni Yerusalemu na nimeanzia hapa Yerusalemu. Maana yake kuifikia Tanzania, kuifikia East Africa, kufikia Afrika na dunia ni rahisi sana. Na sisi tumeamua kwa umoja huu tutaenda na hakuna kitakachotutoa kwenye jambo hili.